Sema samahani, labda kidogo ndo kidogo zimeenda shule. Kumbe wote hapo zipo fulu. Aya sasa, umeanza. Mimi hapo unavyoniona hivi labda mimi nina hadhi ya usista au upadili. Kusema labda mimi kazi yangu kusaidia watu kama alivyokuwa sister for mundo pela mimi. Aya kama sasa mimi nimemsaidia mtu nimweke ndani mwangu. Mimi nikoje kwanza? Nina vitu vingi sana na kingine nani alofariki? Nimesikia amefariki sijui nini. Na kama amefariki, mumfi kufanya nini mnaacha kwenda msiba? Samani bwana. Bila samani. Vipi lakini fresh? Fresh. Pati, uko hai? Sikuelewi. Kwa hiki vipi? Pati, hapa mtaa mzima wote wanajua wewe kaka ushakufa. Hebu acha masiala basi. Mbona niita mzee mimi natoka na bibi yako? Samahani. Mzee, tambua hawa ni watu wazima na wamekuja kumuona wewe Patrick. Kwa hiyo nifahamu mimi mzee. Na hapo mkiendelea kukaa mimi nawaitia wizi. Amtaki kuondoka. Mimi naita wezi. Mjomba. Unajua unachokifanya unanikosea. Unanizalilisha na pia unaenda kuvuruga ndoa yangu mzee. Kuharibu ndoa mimi sio fundi. Sijui umenielewa? Hapa cha kufanya hapa ni changanya mbiligi zako safari ianze. Mzee unikumbuki mimi mzee. Mwizi! Naibiwa huko! Naibiwa! Tunduruveta. Unafika unapiga kelele tu hapo. Wewe unakulaka tu Usije wewe kativi kenye nako nchi 17 alafu unaanzisha mada zako. Alafu mlivyokuwa hamna akili, mnafika uko mzima. Mimi nikajua labda hapa mlilete mishangaza kwa Iraka tu nilete. Wewe nitafika nikuvuruge. Mimi. Sasa nani? Wewe hapo Pati, watu mtaa mzima hapa. Na hata uko unakuelekea huko. Watoto wakikuona wewe, kaka, watakukimbia. Sasa hapa naomba kitu kimoja unisaidie. Maana huenda ni kweli unachozungumza. Lakini naomba nisaidie kitu kimoja. Hapa nilipo nimezurura sana. Natafuta nyumbani kwangu. Kumbuki. Wewe kabisa kuna ukumbuki wewe? Sikumbuki chochote hapa nilipo. Yaani nimezurura mtaa mzima huu. Ndugu yangu Pati, leo ndo nimeamini. Yaani hafadhali uvunjike mguu, uvunjike mkono, kitu kitoke, lakini sio kupoteza kumbukumbu. Kaa kwako sio hapo. Nyumba hii ndo nyumba alakuendelea sasa hapo nimeamini uko serious. Hii ndo nyumba yenu nyie. Hapa ndo nyumbani kwangu mimi. Hiyo ndo bangalo lenu nyie. Hili hapa hili. Ndo nyumba yenu nyinyi. Nashukuru sana. Sasa ngoja mimi basi niende nyumbani. Hapo hakuna mtu. Hapo hakuna mtu hata mmoja. Hapo kwani wewe na mkeo tunavyozungumzia hivi hapo kufuta wote tunafanya hivi. Mkeo yupo kazini. Mama zangu, naomba msamaha kwa yale ambayo yametokea kule. Ila ukweli nawahakikishia, yule mzee ndo ambaye amemsaidia Patrick na nilimwacha mule ndani. Wewe ulionyesha toka mwanzo kwamba sio kumsaidia Hajuai. Yaani wewe kijana, yaani kiukweli unanikwaza. Bali nimegundua kabisa wewe ni mtu wa kumkandamiza Hajuai na sio kumsaidia. Hivi kweli sisi na umri huu wa kupigiwa kelele za mwizi hivi tunakimbizana barabarani kama watoto? Ni sahihi hiyo? Alafu na kuahidi, ngoja sisi tufuatilie mambo ya Hajuai sisi wenyewe, ila kikimkuta kibaya Hajuai, amini wewe utahusika. Naomba mnisikilize. Yule mzee atakuwa tu ana matatizo yake.
ila nawahakishieni nitafanya kila ninaloweza jioni niweze kuja na Patrick muweze kuongea naye. Si ndio kina mama, mmenielewa? We koma we, sina kizazi cha kuleza mtoto mpuzi kama wewe. Sasa naomba nisaidie kitu kimoja. Kama inawezekana nipeleke hata huko kazini kwake, yeye nikachukue funguo nirudi, maana nimezunguka sana. Pati, nikiangalia muda wangu hapa, kusema nitoke hapa nizurule haiwezekani ndugu yangu. Wewe nisamee Bulile, labda nikupe ramani uende, nikuelekeze, sio mbali hapa Pati. Wewe nielekeze, tunaweza nikafika. Mwana njia Hii hapa. Unanyosha. Pale mbele kulia kwako kuna portable. Utamkuta pale kijio cha Mzee Boza. Mzee nani? Mzee Boza. Boza. Yes. Kushoto kwako huko kuna mzee Mzee Kiuta anashona ndala. Kwa mbele kuna kijio cha Mama Ntilie. Huyo Mama Ntilie ndo mkeo wewe sasa. Nashukuru sana. Kwa mimi unanicheka tena. Kaka wewe kitani mo promotion hakuna. Wewe ushaikuoa wewe. Wewe ushaikuoa. Na mkaka wewe kuoa wewe mtani hapa hata kutongoza unajua. Au umeshaanza tena kunichanganya. Na unajua kutongoza wewe? Sasa kaka umeniambia na mke wangu. Nilikuwa najua tu kama kweli umechanganyikiwa. Kaka wewe mke una na hujawahi kuoa na hapo ulipo hujawahi. Kifupi tumekaa kamati hapa. Tunataka tugeuze tu ng'ombe wa maziwa tukamue. Hamna kazi. Hivi wewe wa kumtoa maana mzee yule kwa ajili ya matatizo yako? Sasa nisikilize kwa makini. Kuanzia sasa sitaki uifuatilie familia yangu. Kiendelea kuifuatilia utajuta kunifahamu maisha yako yote. Nadhani umenielewa vizuri sana, shetani mkubwa wewe. Hapana mama, mimi bado maneno. Mama. Bado mimi ni mtoto wenu mama. Wile, sina cha kuongea zaidi na wewe. Naenda kuchukua nguo zangu na rudi nyumbani kwetu. Na utatoa mchango wa harusi kama ulivyoahidi. Kipenzi changu, na wewe tena? Nitakuwa mgeni wa nani mimi? Yelele mama. 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 Samani Patrick, najua una hasira sana na mimi, lakini yanazungumzika. Willas alituambia kwamba kuna sehemu upo unapata matibabu, na ndiko tulikotoka huko wewe ambapo ulikuwepo, lakini sio kwamba tulikuwa kimya tukujali, tunakujali sana kwa kweli. Hivi nyinyi akina nani? Na huyo Willas ni nani? Yelele mama. Yelele mama. Ina maana ni kweli Patrick mpoteza kumbukumbu? Naona siwaelewi. Hivyo naomba niondoke. Yelele mama.
Iyelele mama, iyelele mama, iyelele mama, iyelele mama, iyelele mama, iyelele mama. Udugu, Wilasi ya kutudanganya, alikuwa sahihi sana. Huenda pale tulipotoka ndipo huyu ambapo anakaa alipata matibabu. Sasa kama anakaa pale, kwa nini yule mzee alitufukuza? Hiyo naye ananiumiza kichwa, lakini huenda ni mambo ya usalama wake yeye Patrick. Usalama gani? Mbona anazurura? Hapo napo sielewi. Kwa hiyo sasa hapa tunafanyaje? Tunaenda kituo cha polisi au